kumcha Mungu na kuucha Mungu. Hiyo ni Qurani takatifu Al-Baqarah 2:183. Eti enyi mliomcha Mungu mtayaona yale ambayo mmewekewa. Hiyo ni Qurani takatifu. Ndugu zetu Waislamu, dada zetu Waislamu, Saumu Makbul na Karim, Ramadhan Karim. Najua leo ndio tunafunga siku 10 za kwanza. Kuna siku 10 za kwanza za Ramadhan. Hizo siku 10 za kwanza ni za maana sana. Ndio watu wanaamini, ndio watu wanafunga, ndio unaitwa mfungo sasa kwa siku 10 za kwanza. Mpenzi mtazamaji, tuko katika mesa hii kukujuza yale ambayo yamenakiliwa na yamechapishwa katika magazeti zetu, nikiwa na gazeti la Taifa Leo. La kwangu ni Fidel Omoshoge. Edwin Mukaya ndani ya AGR katika meza hii ya magazetini. AGR magazetini ambapo tunaenda kukupasha yale ambayo yamenakiliwa katika magazeti. La kwangu hapa ni The Standard ambapo naenda kukuambia yaliomo katika ukurasa wa kwanza. Na ukumbuke mpenzi mtazamaji kwamba tuko live upande wa YouTube. Unaweza share our link. Facebook tuko live ili kukujuza. Ukurasa wa kwanza wa The Standard naona hapa nasema wanauliza ni nini kinaendelea kwa mswada wa BBI. Manake wanasema kwamba mswada wa marekebisho wa katiba ni kama umeingia na mkanganyiko zaidi. Hawajajua kwamba ni udanganyifu, hawajui nini kinaendelea. Manake wanasema kuna miswada tofauti, kuna baina ya vipengele ambavyo baina ya kaunti ama bunge ya kaunti yaliweza kupitisha miswada tofauti ambayo yalikuwa na vipengele tofauti. Kwa hivyo wanauliza ni nini, ni uongo, nani anacheza mchezo hapa na mswada huu wa BBI. Hayo ni katika ukurasa wa kwanza, na by the way ndio headline ya The Standard. Vile vile tunaangalia kisa hapa ambapo mwalimu mmoja ambaye ni mwalimu mkuu wa shule ya upili aliweza kumuua bwanake. Hakumuua kwa mikono yake tu, bali aliweza kuambia watu, akahaya watu, akawapa pesa hela waweze kumuua, kwa sababu alipata jumbe katika simu ya bwanake kwamba ni kama alikuwa na uhusiano na demu wa pesa. Demu mpesa. Nilikuwa nimeshangaa unasema. Ni hayo tu katika ukurasa wa kwanza. Bado wanakanganya. Achana mpesa. Lakini unajua ilikuwa ujumbe tu. Tutaangazia kwa mapana na marefu katika ukurasa gani huo, ukurasa wa 12. Na katika ukurasa wa 10 tunaangalia Moi, vile vile Gideon Moi amekutana na balozi, alikutana na balozi wa Marekani, wakaongea mengi kuhusu jinsi ya kuhusisha nchi hizi mbili. Vile vile tunaona hapa jinsi msimamo wa Tanzania uliadhiri Kenya wakati John Pombe Magufuli alikuwa hai. Ni hayo tu katika ukurasa wa kwanza. Katika ukurasa wa kwanza gazeti la Taifa Leo kuna ukurasa wa 3 ambapo wanasema kwamba UDA yakataa talaka ya Jubilee. Unajua yule Secretary General Rafael Tuju wa chama cha Jubilee alisema kwamba wanataka kutalakiana, wanataka kwamba hichi chama cha UDA kichitoe katika chama cha Jubilee. Naona kwamba UDA wamesema kwamba hapana, bado hawajaamua hayo. Huo ni ukurasa wa 3. Katika ukurasa wa 4 wanasema kwamba gavana akiuka umri ya koti na kuteua maafisa wapya wa county. Huo ni ukurasa wa 4. Katika ukurasa wa pili naona bado wanasema kwamba ampotosha rais. Huyu ni mwanasheria mkuu, ndio anasema kwamba alimpotosha rais. Anajulikana kama Kihara Kariuki. Huyo ndio Attorney General. Katika ukurasa huu wa pili pia wanasema kwamba madai ya hujuma huku BBI kibadilishwa kisiri. Huo ni ukurasa wa pili, tutayaangazia hayo. Na ukurasa wa mwisho ambao ni ukurasa wa 6 wanasema kwamba Tundu Lissu, yule ambaye alikuwa amewania kiti cha urais nchini Tanzania, anasema kwamba na amepeana masharti ambayo yatakuwa yamefanywa ama rais wa Jamhuri ya Tanzania atakuwa amefanya ili kukabili kwamba Lissu anarudi nchini Tanzania. Hayo ndio yamenakiliwa, ndio yamechapishwa katika gazeti hili la mbele la Taifa Leo. Naam, kama kawaida ukurasa wa pili wa gazeti la The Standard ni wakati tunajijuza historia kidogo katika ulingo wa siasa hapa nchini Kenya. Na tunajua kwamba rais wa nchi ya Kenya alitembelea malizuru pale nchi ya DRC
Kwa hivyo tunaenda kuangalia mahusiano ambayo yamekuwa tangia tulipopata ukombozi naye baba mwanzilishi Jomo Kenyatta. Kwa hivyo tunaona kwamba hapo awali wakati aliyekuwa rais wa nchi ya DRC aliyekuwa anaitwa Joseph Mobutu alikuja nchini Kenya mwaka wa 1971 ambapo alikaribishwa kama king. Alikaribishwa vyema zaidi hadi akafurahia. Vile vile alikuja akagundua kwamba chama ambacho kinaongoza hapa nchini ni KANU na kwamba ishara yake ilikuwa ni jogoo. Akafurahia zaidi. Akafurahia zaidi alipoenda katika nchi yake. Hii ilikuwa ni mwaka wa 1971 aliweza kubadilisha jina la nchi. Akaita kwamba akasema kwamba sasa haiitwa Democratic Republic of Congo, akaita the Republic of Zaire. Hapo ni mwaka wa 1971. Nakumbuka kwamba huyu rais ambaye ni Mobutu, Joseph Mobutu aliweza kuingia madarakani mwaka wa 1965 baada ya mapinduzi. Na vile vile miezi mitano iliyopita baada ya kubadilisha jina alikuja akabadilisha jina lake mwenyewe. Alikuwa anaitwa Mobutu, Joseph Mobutu, akabadilisha jina lake na kujiita kwamba Mobutu Sese Seko Mbendu wa Zabanga. Akabadilisha jina lake kabisa, akajiita kwa hivyo inaonyesha kwamba kulikuwa na uhusiano baina ya hizi nchi mbili, ingawaje kwamba hawa mababa waanzilishi ambaye ni Jomo Kenyatta pamoja na Mobutu Sese Seko waliweza kuiaga dunia. Na sasa hivi tunaona kwamba mwaka wa 2013 rais wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kutia sahihi ya mkataba baina ya serikali ya Kenya na pamoja na M23 ambao hiyo ni kundi la watu ambao linataka kuleta mageuzi katika nchi hiyo ya DRC. Na sasa hivi tunajua kwamba rais alitembelea nchi hiyo kwa mambo mengi zaidi kuhusiana biashara na mengi kuendeleza uhusiano baina ya nchi ya Kenya na DRC. Ukurasa wa 3 hapa tunaangazia aliyekuwa waziri wa fedha ambaye alikuwa anajulikana kama James Gichuru. Wanaita Gishuru. Lakini ukisoma mtu kama mimi nikisoma naisoma tu Gichuru. Na alikuwa na aliyeaga dunia miaka 39 iliyopita na aliaga dunia mwaka 1982, lakini sasa hivi tunaona kwamba kuna yale mali yake ambayo alikuwa nayo mengi zaidi ambayo yale tunasema hayawezi kuhamishwa. Inaitwa the estate. Tunaona kwamba ni kama familia yake wameanza kupigana kabisa kuhusiana na mali hayo. Wengine wameenda sasa hivi hiyo kesi kokotini wakiendelea kupigania kugawanwa kwa mali hayo. Pamoja na mali hayo tunaona kwamba alikuwa na mashamba ambayo ni yenye dhamana ya mamilioni ya pesa, na watoto wake vile vile watoto 6, na vile vile alikuwa na watoto ngapi? Naam, alikuwa na watoto 5 na zaidi ya mali mengine. Kwa hivyo hayo yameangaziwa katika ukurasa wa 3 jinsi by the way si peke yake kwamba kuna viongozi wengi ambao tunapata kwamba wanaaga dunia alafu inakuwa ni shida kubwa katika mzozo mkubwa kugawana mali yake baina ya familia wanafamilia. Naam. Katika ukurasa huu wa pili kuna ajusa mmoja kusikwa baada ya kukaa moshari kwa miaka 17. Tangia 2004. Mama huyu aliaga mwaka wa 2004 na kulikuwa na kesi ya shamba. Sasa huyu mama amekaa mochari kwa takriban miaka 17. Aliaga mwaka wa Agosti 31, 2004. Kijana wa mke wake wa pili akaenda kotini kuzuia mwili wake uzizikwe ili watatue huo mzozo wa shamba. Sasa huyu mama 17 years. Yeah, 17 years. Sasa huyu mama amekaa kotini, amekaa kwa miaka 10, amekaa kwa mochari kwa miaka 17. Waliamua kwamba watamzika leo na mochari wako na bill ya 3 million.
Sasa wanasema kwamba wale waizani, wale ambao wanadhani kwamba watasaidia, unaweza kuwa unawasaidia kupitia kwa nambari ambayo wameipeana huku. Wanasema kwamba walimzika tu, na hiyo kesi bado haijakamilika. Hiyo kesi bado haijakamilika. Waliomba tu rufaa waenda waziko huo mwili, kwa sababu mama yao, wanasema kwamba mama yao alikuwa ameaga akiwa na miaka 93 years. Sasa atazikwa akiwa na miaka 110. 93 plus 17. Mengi atazikwa akiwa na miaka 110. Kwa hivyo kwa kumweka hapo katika chumba cha kuhifadhi maiti kwa miaka 17, sasa hivi wanahitaji wahisani waweze kuingiza mikono mifukoni. Punishment. Yani hiyo familia nyingine ilikuwa imewapea tu punishment for 17 years. Hawana utu. Huo ni ukurasa wa pili, unaweza soma ili kupata habari hiyo kwa ukamilifu. Naona wanasema kwamba mwanasheria mkuu Kariuki ambaye anaitwa kama Kihara Kariuki akosolewa baada ya koti akubadilisha maamuzi kadhaa ya Uhuru. Hiyo ni huo ni ukurasa wa pili, pia hayo yamechapishwa huku. Wanasema kwamba BBI unajua imekuwa na shida sana. Kuna wale wanasema kwamba ile ripoti ambayo ilipaswa kujadiliwa ilipeanwa kwa kaunti 34, lakini kaunti zingine 13 zilipewa ripoti fake. Sijui, na wanasema kwamba Julai referendum inafaa kuwa imefanyika. Sasa sijui hii ni Kenya, na hizi ni siasa za Kenya. Maana yake unajua sielewi. Ukiangalia IEBC wenyewe walisema kwamba ripoti waliopeana kwenye mabunge ya Seneti na mabunge ya serikali ni hiyo halali. Sasa hii fake inatoka wapi? Ndio nashindwa imetokea wapi. Nyewe hii ni Kenya tu. Hii ni Kenya. Kuna huyu jaji mwenye alikuwa anawania kuwa kiti cha jaji mkuu, jana alikiri kwamba huwa anakaidi amri ya polisi. Amesema kwamba siku moja ameikaidi, alisema tu kweli, anaitwa kama Wekesa. Hiyo ni baadhi ya wale majaji ambao wanaendelea kuhojiwa ili kukitua kiti cha jaji mkuu. Huo ni ukurasa wa pili. Ukurasa wa tatu unasema kwamba UDA yakataa kutengana na Jubilee Party. Sijui tena mbona wamekataa. Unajua kuna wakati chama cha UDA kilisema kwamba wapembelezi. Na unajua Raphael Tuju ambaye ni katibu mkuu wa chama cha Jubilee alienda akasema kwamba anataka uhusiano kati ya UDA na Jubilee ukatishwe. Alituma ujumbe, lakini sasa hivi jana wanachama wa chama cha UDA walisema kwamba bado kuna uhusiano. Kuna uhusiano kati ya UDA na chama cha Jubilee. Naam, na nikuulize ikiwapo tuseme yale makubaliano yameweza kukamilishwa kwamba hakuna uhusiano kati ya UDA na Jubilee, nini kitatokea? Hamna tu. Ni ile ushirikiano. Sasa itakuwa ngumu kumtimua Ruto kutoka kwa chama cha Jubilee kwa sababu wameshirikiana. Kuna muungano. Unajua UDA ni URB change kwa PDR, change kwa UDA. Sasa unajua PDR walikuwa wameshirikiana na Jubilee kutengeneza Jubilee sasa kwa pamoja. Walikuwa wameshirikiana na TNA, I think ilikuwa TNA. Sasa wamesema kwamba huo uhusiano ukikatishwa ina maana kwamba UDA na Jubilee hawana uhusiano wote. Sasa jana UDA waliwashirisha ujumbe wakisema kwamba bado kuna uhusiano. Eti waunde jopo ambalo litakuwa linawaunganisha. Wanaleta huo uhusiano kwa pamoja badala ya kukatisha huo uhusiano. Huo ni ukurasa wa 3 katika gazeti hili la Taifa Leo. Wanasema kwamba kuna wafungwa 1014 ambao wameajiliwa huru ili kuona kwamba wanapunguza msongamano katika jela. Kuna wafungwa 1014 ambao wameajiliwa kwa takriban miezi 12. Lasi mwaka mzima umepita. Kuna wafungwa 1014 ambao wameachiliwa huru. Huo ni ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3. Naam, twende moja kwa moja hadi ukurasa wa 6 huu, manake naona hapa ukurasa wa 4 na 5 hamna lile la kutufaidi sisi. Ukurasa wa 6 ndo hapa tunaangalia kwamba kuna pollution pale katika ziwa la Lake Victoria, ambao hiyo pollution tunahitaji kwa Kiswahili pollution, uchafuzi wa mazingira ambao umeathiri zaidi viumbe katika maji hayo, haswa samaki. Kuna wale waliokuwa wanafanya uvuvi, manake watu wa maeneo pale wajua kazi yao haswa ni uvuvi, ili waweze kupata angalau riziki yao, waweke chakula kwa meza, waweze kupeleka kuimarisha familia zao. Lakini sasa hivi wanasema kwamba kiwango cha
fedha wanazopata kutokana na kazi kimepungua zaidi, manake watu wanatupa uchafu pale kwenye ziwa la Lake Victoria, wanatupa hizi za plastiki, uchafu wa plastiki ambao unajua ni hauwezi, yani hauwezi, sijui niseme aje, lakini wanasema kwamba haya yameleta tabu sana. Tunaona kwamba Nema County Director anayeitwa Tom Togo amesema kwamba kuna maeneo yale ambao ni sugu zaidi katika uchafuzi wa maji haya ambao ni Nyalenda, Manyata. Alafu anasema kwamba ni sababu vile vile pia ya kutokuwa na barabara nzuri za kusafirisha uchafu huo, inabidi tu maji hayo yamechafuka. Hiyo ni katika ukurasa wa 6. Ukurasa wa 7 hapa na ukurasa wa 8. Ukurasa wa 8 hapa pia ndo tunaangalia mswada wa kubadilisha ama kufanyia marekebisho katiba. Hapa ndo tunaangalia BBI, wanauliza kwamba ni udanganyifu, ni nini kinachoendelea, manake jinsi mtangazaji mwenza amesema kwamba kuna kaunti 13 ambazo zilipitisha mswada halali, zingine fake. Naam. Tunaangalia hapa gazeti la The Standard nasema kwamba baina ya kaunti kuna zenye zilikuwa na vipengele tofauti kama kipengele cha ama article 87, 89 instead of 89, kulikuwa na mchanganyiko kidogo. Kwa hivyo sawa, nauliza kwamba ilikuwaje, mbona kuna tofauti, mbona kuna mkanganyiko, nani anadaa mwingine, nani anadanganya mwingine, ama malengo ni yapi? Na tunaangalia hapa IEBC, ama mwenyekiti wa tume ya IEBC anaitwa Wafula Chebukati anasema kwamba yeye zile nakala walizochapisha ni zile tu walipeana kwenye bunge la seneti na vile vile kwenye bunge kuu la serikali. Kwa hivyo hata yeye mwenyewe hajui hii tofauti imetokea wapi. Alafu tunaona hapa kuna seneta wa Tharaka Nithi anaitwa Kithure Kindiki alisema hapo jana kwamba ni kama kuna mchezo fulani unachezwa hapa nchini, haswa katika ulingo wa siasa. Anasema kwamba ni kama kuna some clauses zimeingizwa na zenye watu hawajajua, ni kama tu zimepitishwa ili watu waweze kujifaidi wao wenyewe. Na vile vile tunaona hapa kuna ODM Political Affairs Secretary anaitwa Opiyo Wandayi, vile vile amesema kwamba ni kama kuna tofauti kati ya handshake na ni vile vile ni kama handshake iko karibu kuvunjika sasa, manake wanasema kwamba ni kama kuna wale wanaokaidi hii amri ya BBI, as in hii process ya BBI ni kama kuna mchezo fulani, kuna ujinga fulani umeendelea vile anasema. Vile vile anasema kwamba ni kama vile vile wanaangalia kidogo hivi iende hivyo kisha wavunje hii mkondo wa handshake. Vile vile katika ukurasa huo tunaangalia UDA, ushasema hayo kwamba UDA imekataa katakata kumaliza uhusiano kati ya chama hicho cha UDA pamoja na Jubilee. Hayo siwezi angazia zaidi, manake ni hayo tu ambayo mtangazaji mwenza ameshaangazia katika gazeti lake la Taifa Leo. Katika ukurasa wa 4 wanasema ni habari kutoka kaunti mbalimbali nchini Kenya ambazo wanasema kwamba kuna yule bodaboda aliyesuiliwa hapo jana kwa kumwadaa ama kwa kufanya msichana wa miaka 16 kujiua kwa kunywa sumu. Hicho kisa ni kama ulikiangazia jana katika gazeti lako la The Standard, ambapo huyu msichana mdogo alikuwa amekunywa sumu wakati wazazi wake walimwambia kwamba akatishe uhusiano baina yake na kijana mmoja wa bodaboda ambaye aliyekuwa na umri wa miaka 21. Sasa huyo msichana akaenda akanywa sumu. Naona kwamba huyo kijana wa bodaboda anaendelea kuzuiliwa kwa kuwa alikuwa amekatazwa hapo awali. Wazazi walikuwa washamuonya dhidi ya huyo msichana kwa sababu alikuwa mtoto wa shule. Kaunti gani hiyo? Kisii. Ni hayo tuliangazia juzi. Yale ambayo tuliangazia jana, ambapo sasa Jumanne jioni mama yake msichana huyo aliwavumania wakiwa kwa jumba ambalo alijaisha bado, mchango wake hujaisha. Sasa ndipo huyo msichana akafuruliza moja kwa moja hadi akaenda akanywa sumu na kuaga dunia. Huo ni ukurasa wa 4 ambapo kisa hicho kimeangaziwa. Katika ukurasa huu wa 4 bado ni wanatuambia kwamba kila mmoja ajidahadhari wakati wa ibada, na kuna ratiba kama kawaida ya siku ya leo ya kufuata kufungwa na kufunga katika kaunti mbalimbali, hasa kaunti ya Nairobi. Ukurasa wa 5 wanasema kwamba
kuna wale vijana ambao walikuwa wamekabidhi ama wamepeleka stakabadhi feki za kuania ama waliokuwa wanafanya recruitment, leo ndio wanafikishwa kotini ili kujibu mashtaka yao. Recruitment ya polisi ile ilikuwa last time. Kuna waliopatikana na barua feki za jeshi. Sasa leo ndio wanafikishwa kotini ili kujibu mashtaka yao. Joe anasema kwamba Mombasa iko tayari kufungwa kwa lockdown kwa sababu ni kama ongezeko linaendelea kuwa nyingi sana. Watu ambao wanapatikana wakiwa na virusi vya corona ni kama linaendelea kuongezeka. Hivyo Joe ambaye ndiye gavana wa county ya Mombasa anasema kwamba Mombasa iko katika hatari na hivyo inaweza fungwa wakati wowote. Hayo ndio ameangaziwa katika ukurasa huu wa 5. Najua niliangalia kwanza Nairobi huku kufungwa ama tuseme kusitisha hizo katikuli za kawaida. Niliona jinsi watu wanafinyana vile vile katika vituo vya magari ya PSV kupigania nafasi chache ili waweze kuingia vyumbani, pengine wasipatwe na wakati wapigwe na polisi. Unajua wanapigwa kupigwa ukipatikana nje wakati wenye hajakubalika. Sijui hiyo tunazuia aje, manake ukiangalia kwenye vituo vya magari watu walikuwa wamefinyana, hakuna ile distance, wengine hawajavalia barakoa. Ndio tuwezuia kwa sababu ndio unapata unafanya kazi yenye unatoka saa 12 jioni. Sasa ukitoka saa 12 jioni na unafaa kuwa umefika kwako saa 2. Ukienda saa 12 jioni unapata kuna watu ambao walimaliza kazi saa 10 bado wako line wanangoja gari. Na gari si eti zipo tu. Unajua nauri bado ipo juu kwa sababu ukiwa kuna haraka bado nauri inapandishwa kule Nairobi. Sasa inakuanga kazi ngumu sana wengine kufika, inabidi wengine wakeshe kwa sababu ikishafika saa 2 tu washafunga. Washaweka lockdown kila mahali, curfew ishaanza, polisi washaingia mtaa. Sasa inakuwa ngumu sana. Na mpenzi mtazamaji, acha tukimbie madukani, nikirejea naenda kuambia jinsi kiongozi wa chama cha KANU ambaye ni Baringo Senator aliweza kuketi kitako pamoja na balozi wa mapito ya Amerika wakaongea mengi, kwa hivyo usitoke hapo. Hey, what's up everyone? My name's Alfax Nyibuto. This is Aboxy Global Radio 2021. We are here and we are going round and about. Video, photo, audio, anything it is in the media field, Aboxy Global Radio. You already see us. We are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here. Anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya, you call us, Aboxy Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo, call us 214-489-5885. Aboxy Global Radio. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Aboxy Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Right, karibu tena ukurasani wa 10 hapa tunaangazia kiongozi wa chama cha KANU Gideon Moi aliweza kukutana na interim US ambassador ama ukipenda balozi wa mapito Amerika anayeitwa kama Eric Nedler hapo jana. Waliingia pale wakaongea mengi pale Nairobi ambayo yalizungumzwa ni pamoja na biashara, usalama na mabadiliko ya hali ya anga, na vile vile wajua sasa hivi huwezi ongelea lolote ile bila kuongelea janga la corona. Hao waliangazia wakaongea kwa mapana na marefu na vile vile jinsi ya kuongeza uhusiano baina ya nchi ya Kenya pamoja na Amerika. Ukurasa wa 10 huo. Vile vile katika ukurasa huo tunaangalia kwamba wabunge wamenyosha kidole cha lawama kwa mwenyekiti wa chama cha Jubilee anaitwa David Murathe. Manake anasema kwamba yeye ndiye ali-influence, alihakikisha kwamba shilingi bilioni 4 zimepeanwa kwa tenda ya medical supplies. Unakumbuka kwamba tuliangazia hapo awali jinsi COVID funds zilikuwa ziweza kuporwa mpaka mambo yakakuja, kulikuwa na hashtag iliyokuwa inasema kwamba COVID-19 millionaires. Kwa hivyo wanaendelea kufuatilia haya ingawaje imechukua muda mwingi zaidi. Kinyume na yale rais wa nchi ya Kenya alisema kwamba nimewapatia siku fulani, lakini hao yalipita kitambo. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna
kuna haya yamemshika nani huyu David Mrathe kwamba alihusika zaidi katika hizo pesa ambazo zilipotea. Ni katika harakati ya kusaka shilingi bilioni 7.8 za medical supplies zenye zilienda kombo kidogo ambao uhalali wake haujajulikana, lakini tunaona kwamba Mrathe pia ameuzishwa hapo. Vile vile ukurasa huo tunaona kwamba kuna Judicial Service Commission imeomba kwamba mahakama ya juu zaidi iweze kulegeza kamba katika uteuzi wa hakimu mkuu. Hayo ni katika ukurasa wa 10. Nikubalini ingie ukurasa wa 12, manake ukurasa wa 11 pengine naona hapa ni jumbe tu ambazo haziwezi kutufaidi kwa sasa na sababu ya muda. Lakini moja kwa moja ukurasa wa 12 hapa tunaona kwamba mwanamke mmoja aliweza kumuua bwanake. Si mwanamke tu bali ni mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Ikashiri Girls Secondary School ambaye hapo jana aliweza alifikishwa mahakamani ambapo yeye mwenyewe alikubaliana mashtaka na vile vile hakimu mkuu kusema kwamba yeye mwenyewe ameplead guilty, manake ingawaje hakumuua bwanake ambaye alikuwa anaitwa Solomon Mwangi hapo mwaka wa 2016, lakini inasemekana kwamba kumbuka wote walikuwa ni walimu wakuu, wote walikuwa wameoana, walikuwa na huo upendo, lakini kidogo mambo yakaja akachacha kwamba bibi akaanza kumsema kwamba bwanake ni kidogo anaenda nje ya familia, manake aliona kuna jumbe fulani katika simu ya bwanake ambazo zilikuwa zinaongea mambo ambayo si mazuri vile, kwamba huyu bwana alikuwa na uhusiano pamoja na dada mmoja aliyekuwa anafanya kazi ya M-Pesa. Ndio hivyo akaweza kumdanganya, akatafuta watu wawili watatu, ndio hivyo wakamdanganya kwamba kuna kazi imepatikana mahali fulani, ndio hivyo akaweza kuuliwa. Hayo yote tutapata kwenye ukurasa wa 12, na sasa hivi mwanamke huyu anahofia kufungwa kifungo cha maisha katika ukurasa wa 12. Katika ukurasa huu wa 6 naona ni yule ambaye aliyekuwa mwaniaji urais na kiongozi wa upinzani Tanzania Tundu Lissu, ambaye ametoa masharti 6 ambayo ni makali zaidi na kwa serikali ya Rais Samia Suluhu. Anasema kwamba masharti hayo yanafaa kufuatwa ili Tundu Lissu aje nchini Tanzania. Unajua bado hayupo. Mnamo 2017 huyu mwenye alikuwa upinzani Tundu Lissu aliwahi piwa risasi 16 na akatorokea nchini mahali yako mafichoni, na anasema kwamba sasa amepeana onyo, amepeana masharti 6 ambayo yanafaa kufuatwa ili arudi nchini ama arejee nchini Tanzania. Anataka kwamba sharti la kwanza likiwa ni kwa anataka kuwajua wale ambao walikuwa wamewania kumuua. Unajua wale ambao walimfiatulia risasi 16. Anasema kwamba anataka kuwajua na pia anataka hakikishiwe kwamba usalama wake huu imara ndio arejee nchini Tanzania. Ukurasa huu wanasema kwamba kuna nchi ya China ambayo imeanza kuadhibu wale watu ambao wanaenda katika mikahawa, hoteli, wana order chakula ama vyakula, alafu wanakula kidogo wanabakisha. Wanafaa kuwa wanatoswa fine. Bwana sasa wanasema kwamba huo ni uchafuzi wa vyakula, kuwaste chakula. Kwa hivyo ukienda mkahawa kama unataka chai umalize kabisa, kama unataka ugali umalize kabisa, usiache hata kidogo. Wanasema kwamba wapunge wa China wanaendelea kuandaa mswada ili wateja wenye mazoea ya kuagiza vyakula hotelini kisha kuvibakisha wanatoswa ada ya kuharibu mlo. Kama huo utasaidia tena, kwa sababu najua kuna watu ambao wanalala njaa, kuna watu ambao hawana vyakula chochote, kuna mtu ambaye anaishi njaa, na wewe pia unaenda mkahawa unasema nipe vyakula, nipe chakula, unakula alafu unabakisha kama yote. Pengine nikuulize swali. Huenda kuna siku moja umehisi njaa kweli kweli, ukaenda pale mkahawani, ukaitisha chakula chako, all of a sudden appetite yako ikapotea tu. Ujisikii kula tena. Si kupenda kwako, imekuja tu. Utajilazimisha tu. Ujilazimisha tu. Wanasema kwamba huo ni ukurasa wa 6. Naona huku ukurasa wa 7 wanasema kwamba kuna faida mingi ama kuna faida chungu mzima za kufunga mzimu huu
huu wa mfungo wa Ramadhan. Naona wanahimiza wale watu ambao ni Waislamu, wale ambao ni wa dini ya Kiislamu wasome Quran Al-Baga 2:183, pia Quran Shams 91:9 ili wayajue yale ambayo yamenakiliwa katika Qurani takatifu. Quran Al-Shams 91:9 inasema kwamba hakika amefanikiwa aliyeitakasa Qur'an. Yani yule ambaye ameitakasa Qur'an, yule ambaye anaheshimu na kuyafuata yale ambayo yameandikwa katika Qur'an takatifu fanikiwa na utafanikiwa maishani. Hivyo unaweza jisomea mwenyewe Qur'ani yako 2:183, Qur'ani yako Al-Shams. Kumbuka kwamba hiyo ya 2:183 ni Al-Bagha, alafu hii ya Qur'an ni Al-Shams 91:9. Hayo ndio amenakiliwa katika ukurasa huu wa 7 katika gazeti la Taifa Leo. Right, acha niangazie hapa ukurasa wa 13 hapa. Naangalia kwamba kuna watu ama tunaita gunmen waliweza kuua mtu mmoja na wengine waliua mtu mmoja na mwingine kuumizwa zaidi pale eneo la Changamwe Mombasa usiku wa kuamkia leo. Hayo ni katika ukurasa wa 13. Vile vile ni kupeleke moja kwa moja kwenye ukurasa 16, manake haya mengine hapa sioni uzuri wake kidogo uweze kutufaidi. Pengine unaweza pata nakala yako uweze kuyasoma mwenyewe. Vile vile naona hapa kuna maoni yametolewa katika ukurasa huu wa 16 ambapo anasema kwamba ugonjwa wa corona hausambazwi usiku tu. Kwa hivyo masharti mengine yawekwe mchana pengine, manake usiku tu si ndivyo viini vya corona ambavyo viko macho. Viini vya corona viko macho wakati wote ule. Kwa hivyo ni kama watu wanasema kwamba haya mambo ya usiku nini curfew waweze kutolewa, ili kama ni katika uli za kawaida zinasitishwa, mambo yote yaweke halali. Kama ni mchana kidogo, maybe usiku kidogo, kuwe na ule usawia. Vile vile naona hapa maoni mengine, mtu anasema kwamba ikiwa unajua sasa hivi BBI ni kama inaenda kugonga mwamba kidogo, ukiangazia jinsi mambo yalivyo na mkondo wa mambo jinsi unaelekea. Kwa hivyo kuna mwenye anasema hapa kwamba ikiwa BBI itagonga mwamba, isiendelee, pengine gari hilo liweze kukwama. Inamaanisha kwamba mwaka 2022 kura hizo, kuna mwenye atasema kwamba kura hizo zitaibwa. Kuna wale watatoa malalamishi kwamba kura hizo si halali, kutakuwa na wizi wa kura, na ndio hivyo itaenda kwamba kutakuwa na kesi pale katika mahakama ya juu. Kwa hivyo kuzuia hayo yote, BBI ije iende, ipite isipite. Naam, hayo ni katika ukurasa wa 16. Katika ukurasa huu wa 8 na 10 sioni kama kuna taarifa ya muhimu. Wanasema kwamba uraibu wa Jubilee kukaidi maagizo ya kotini ni aibu kubwa. Hiyo ndio ameangaziwa katika ukurasa huu. Na katika ukurasa wa 10 wanazungumzia kuhusu katiba ya 2010 ambayo wanasema kwamba imejangia mna masaibu tele ambayo raia wa Kenya wanaendelea kuyapitia. Wanasema kwamba mwaka mbichi na mgumu. Wanasema kwamba kuna hawa wasanii ambao wameaga, ndio wameangaziwa katika ukurasa huu wa 11 na 12, ambao kuna huyu msanii anaitwa kama Helen McCrory, mwenye alikuwa amezaliwa mwaka wa 1990 ama 68 na pia kuiaga dunia 16 April mwaka wa 2021. Kuna DMX ambaye alizaliwa 1970 na kuiaga 2021. Kuna huyu Black Robe ambaye amezaliwa 1968 na kuaga 2021. Na kuna huyu Ban Wailer mnamjua, ni mwanamuziki ambaye alizaliwa 1947 na ameiaga March 2, 2021. Na kuna Rally King ambaye alizaliwa 1933 na kuiaga 2021. Hao ndio wazani ambao wameangaziwa katika ukurasa huu. Naona pia kuna Eric Omondi, kuna Lulu, kuna wazani wengi ambao wameangaziwa katika gazeti hili la Taifa Leo. Katika nikisonga mbele katika ukurasa wa 14 ni Mbrambamba. Mbrambamba alikuwa anasema kwamba jina yake kwa Kiswahili anaita kama Mbarambamba. Lakini kwa Kisungu alisema ni Mbrambamba. Anasema kwamba hii Kenya lazima vituko ndio uunde jina. Anasema kwamba yeye afanye tu vituko kwa sababu watu wanafanya vituko. Anafanya vituko ili alishe tumbo. Hivyo ndio alisema by the way. Anasema kwamba huwa anafanya vituko ili kujilisha na kujikimu kupata riziki.
Naona wengi wanamshangaa huku eti mbona anajigalagaza, lakini washamuelewa. Anasema kwamba Wakenya wote washamuelewa sasa kwamba huwa anajigalagaza matopeni ili at least kupata kitu. Embrambamba unavyomwangalia hapa ni Embrambamba mwenyewe. Unajua ngozi anafaa tu. Unaweza muona tu akipita tu na mfahamu kwamba huyu ni Embrambamba. Huo ni ukurasa wa 14 gazeti ni hili la Taifa Leo. Mwisho kabisa nenda kuangazia kurasa 2 hapa ambapo tunaangalia ukurasa wa 21. Naona hapa kwamba madiwani sasa hivi wameanza kuona mambo vituko, manake kulikuwa na ile car grant walipewa ilikuwa worth milioni ngapi? Milioni 2. Na sasa hivi serikali imesema kwamba itawatoza ushuru wa shilingi 1,600. Hizo ni 600, kwa hivyo watapata 1.4. Naona hapa wanalalamika zaidi, wanasema kwamba hiyo si halali. Kwa hivyo nasema hii ni Kenya kweli. Kwa hivyo hayo yote ni katika ukurasa wa 21. Mwisho kabisa naangazia hapa naangalia hapa anasema kwamba pengine jinsi serikali ya Tanzania wakati iligundua kwamba ugonjwa wa COVID umeingia pale na wao wenyewe hawakusitisha zile katikuli za kawaida, kulikuwa na kazi inaendelea, biashara inaendelea vilivyo, ni kama kidogo ilikuwa ni faida kwa nchi ya Kenya. Manake kuna wale wa Kenya ambao wanaishi pale kwenye nchi ya Tanzania waliweza kutuma bilioni 1.6 wafanyakazi wa pale kuja nchini Kenya. Wakati hapa bado tulikuwa tuna mambo ilikuwa ngumu kidogo, kazi imelemazwa, biashara nini pale zilikuwa zinaendelea, kwa hivyo walikuwa wanachapa kazi vile vile wakituma hela huku Kenya. Kwa hivyo kidogo kwa upana pengine ukiangalia kidogo ni kama kwamba jinsi hawakuweza kufunga biashara, haweza kufunga uchumi, pengine ilikuwa ni faida kwetu sisi wa Kenya. Na hayo katika biashara utapata katika ukurasa wa 29 wa gazeti langu hapa The Standard. Kuna yale ambayo yapo katika gazeti hili la nyuma kama kawaida ni spoti, ambapo wanasema kwamba kuna timu mbalimbali ambazo zipo tayari kukabiliana weekend hii. Kogalo hatarini kupokonywa Muguna na Azam. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa nyuma gazeti la Taifa Leo. Kuna huyu anasema kwamba shangazi tumpe tu ushauri. Anasema kwamba anasema hivi, nina miaka 30. Nilipata mimba nikiwa shule na mwanaume aliyehusika akaniacha. Tukio hilo lilinifanya niwachukie sana wanaume. Na sijawahi kuwa na mwingine. Natamani sana kuolewa, lakini pia naogopa kufunjwa moyo tena. Nishauri. Hebu rudia tena. Anasema hivi, ana umri wa miaka 30, 30. Nilipata mimba nikiwa shule na mwanaume aliyehusika na mimba hiyo akaniacha. Wakaachana. Tukio hilo lilinifanya niwachukie sana wanaume na sijawahi kuwa na mwingine. Tangu apate mimba hajai kuwa na mwanaume mwingine. Natamani sana kuolewa, lakini pia naogopa kufunjwa moyo tena. Nishauri. Unajua kwa kawaida kuna yule wewe mwenyewe, kuna yule yeye mwenyewe aliumbiwa. Unajua kuna wale unaweza kuwa na misururu ya kuvunjwa moyo, heart breaks hapa, unalia nini, lakini finally lazima utapata ule ambaye wewe mwenyewe mtashirikiana pamoja muelewane. Sasa hivi inafaa ujaribu mpaka upate huyo mmoja. Naam. Hivyo ni kujaribu tu. Ni kujaribu tu hii maneno. Unajua huwezi jua, lakini sasa wajua ile kujaribu si unajaribu tu. Vile vile lazima utazame mtu mwanzo, unamwangalia ni aje. Huyu ni Videl au unampima kidogo kwa hilo jambo limenigusa bwana. Hilo jambo limenigusa. Sitaki muendelee. Wajua ukituambia kwamba ujaribu, utapata kwamba umejaribu utaelekea kwenye kifo. Utaelekea kaburini kwa sababu wajua acha akae kwao bwana. Hivyo Jesse, unasema kwamba hakuna kujaribu. Unakaa tu ungoje wako aje. Acha akae kwao, ako na mtoto, kwa kuna shamba, kama si atafute kazi afanye alishe mtoto. Wajua nasema hivi, kuna mhubiri alinifurahisha sana, niliangalia sijui kwa mtandao. Alisema kwamba ikiwa wewe ni mwanaume, usiketi uende kanisani, utoke kanisani uende kwenu ungoje bibi aje. Toka pale barabarani ukatongoze pia wewe, unaona. Kwa hivyo kama wewe ni mwanamke, ingawaje aliweza kuvunjwa moyo pale ikiwa alikuwa shule sio na mtoto wake. Kitu afanye sasa hivi
ni kumpa wakati. Okay, ukikutana na mtu uweze kubali, ukiona Videla akikuja hapa kutongoza sema naam nimekupenda, naam lazima umuangalie kwanza. Kama ni Videla amekuja unamtazama kidogo na muangalia kwa anaweza kuwa, unajua kwamba unaweza niangalia bado ni jivinche. Haina shida lakini wajua ukikuwa na mahusiano kwa muda wa kitu seme mwaka moja, kwa kawaida lazima nitajua kwamba Videle huyu ni kunigonga tukishaenda zake, unaona. Sawa tu. Kuna huyu mwingine anasema hivi. Nina mwanaume mpenzi wangu ambaye tumekuwa pamoja kwa miaka 2 sasa. Ninampenda kwa moyo wangu wote na ameniahidi kuwa atanioa. Nishauri. Kwa miaka 2 tu amemwahidi kwamba atamwoa. Anaona kama hiyo miaka bado ni kama ni hawajakaa sana. Miaka 2. Na anamwambia je sasa? Mwanaume anamwambia amuoe. Wamekaa wapenzi kwa miaka 2. Sasa mwanaume amemwambia amuoe na hamwambii. Ana? Sijakuelewa. Nakwambia hivi. Huyu mwanamke anasema hivi. Miaka 2 tu ameniahidi ndoa. Alafu anasema hivi. Ana mwanaume mpenzi wake ambaye anampenda sana na wamekuwa naye kwa miaka 2. Naam. Ninampenda kwa moyo wangu wote na ameniahidi atanioa. Mshauri. Yaani anaona kwamba hii miaka wamekaa nayo 2 ni less. Sijui ni kama anataka miaka 10. Ni kama anataka miaka 10. Ndio yani amzoee, amjue zaidi. Pengine sijui lakini mimi nimeona kuna mshaurije. Wazidi kukaa kwanza, wasione wazidi kukaa. Angekuwa hapa pengine ningemwambia ache upuzi. Manake sijui Jesse naona huko anajifinya kwenye kiti, sijui na jambo gani. By the way, labda swali ambalo nilikuwa nalo, mwanamke huyu najua kwamba ni wengi wanatizama na kusikiza JR, huenda pia kuna yule anapitia mambo kama hayo. Kwamba kwanza tazama ama angalia jambo ambalo linafanya uweze kumpenda mtu. Usije ukapenda tu eti kwa sababu kuna kupendwa. Mpende mtu kwa sababu umempenda, na usije ukapenda mtu kwa sababu hiyo siku itafika hiyo sababu itaisha, basi hautaendelea kumpenda. Mpende mtu kwa sababu unampenda. Sasa hivyo wasiwane. Na sasa hivyo angoje muda bado kama miaka 10 hivi wajuane zaidi ndio. Wajua kuna watu wameoana, wamekutana wiki moja, wiki ya pili, mwezi wameoana. Na wanaishi maisha mazuri yale. Naam, unaona unajua kwa hiyo miaka 2 ni ule muda tu wa kujuana. Ujue mwenzako anakaa vipi, anaweza kuwa mtu wa maana kuishi naye. Kama mtu ni shetani bado ni shetani tu. Hata mkikaa naye miaka 10 tu hakuna jambo hapo. Kwa hivyo kipengine anahitaji miaka 5 hivi. Waendelee kujuana zaidi. 10 15 hivi endelee. Miaka ikienda bado. Lakini unajua akikaa sana miaka ikienda utamu utaisha pia. Kwa hivyo angekuwa hapa mimi mwenyewe ningemwambia jambo, ningemwambia ni majina mawili tu. Wacha upuzi. Huyo anasema hivi. Nimekuwa na mchumba kwa miaka 2 na aliniahidi atakuwa mke wangu. Amekuwa na mchumba kwa miaka 2 na alimwahidi kwamba atakuwa mke wake. Sasa amebadilika tu ghafla. Ananiambia hana mpango wa kuolewa na pia anataka tuachane. Ninashuku amepata mwingine. Nimepoteza wakati na pesa zangu nyingi kwake. Nishauri. So jua uwezi uka force mapenzi. Uwezi lazimisha mtu akupende. Ikiwa sikupende na mapenzi huisha, wanasema. Naweza kuwa nimekupenda sasa hivi nimepata mwingine nimempenda zaidi. Uwezi badilisha, ni kitu kimetoka kwa moyo. Kwa hivyo naweza kuja kwako nikaoleke na kama nikuoe, pengine tusumbuane, manake akili zangu, hisia zangu hazipo kwako tena. Naam, kashaenda, watu hupoteza mali. Sasa fedha zake afanyeje na muda wake? Haziwezi rudi manake zishaenda. Kwa hivyo watulie tu, hayo ni ya dunia haya. Na sasa inakuwaje kwamba umekutana na mtu unampenda, umemwambia ama mmeambiana kwamba mmependana, na unaanza kutoa pesa, hujamuoa, hujamleta nyumbani. Inakuwaje? Unaweza toa, inadepend na mtu. Unaweza toa fedha na hiyo haina shida, kwa sababu kutoa najua si eti unatoa tu kwa hiari. Unatoa kwa hiari. Pesa kama sijamleta nyumbani bana mie. Na ujue hivi just represent na kuwa hivi, unajua wamechumbiana kwa muda wa miaka 2, sio? Kwa hivyo mwaka mmoja ukiwa na mtu, tuseme miaka 5 mnakutana pale, mnaongea, wajua ameanza kuambia stories zake, mashida zake kidogo. Unasema hapa naweza msaidia. Ndio hivyo unaanza kwa sababu ya zile hisia zimeanza kuwa pamoja, unaona? Wewe unaona tu nimependwa, ni mapenzi haya. Kumbe mtu pengine anataka kukufanya benki. Kwangu mimi Jesse nakwambia inakuwa ni tatizo. Mtazamaji wa
wa AGR, yule ambaye alikuwa anasikiza kutoka kwa radio yetu ya AGR. Ni kama hayo ndio alikuwa amechapishwa katika gazeti hili la Taifa Leo. Tukutane katika mpango mwingine wa Seria Obotaka kuanzia saa 4 hadi saa 8. La kwangu ni Fidel Omoshoge, tukutane. Na mnaona hapa anaitwa Lineth Nyaboke, anauliza hapa, hebu tuambie majina yenu. Jina nani? Sijui hata kutujua majina yetu na tushayasema tulipoanza hapa lakini ndo hayo, tutawaambia majina hapo. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kutazama meza hii ya AGR magazetini. Tumekuwa na muda mwema zaidi kuzungumza nawe wenye ulitutazama katika mitandao yetu yote ya Facebook pamoja na pale YouTube. Kama ulikuwa pale YouTube ama kama hujaingia YouTube, umetuangalia katika ukurasa wetu wa Facebook, uweze ingia pale YouTube pia, AGR FM ndo channel yetu, uweze fika pale. Tafadhali subscribe, acha comment yako pale ili uweze kutusupport kwa njia moja au nyingine. Tukutane katika wiki ijayo siku ya Jumatatu kwenye meza hii ya magazeti, tukupashe yaliyomo. Kuna wale hata nimekumbuka. Naam. Kuna wale walikuwa wananiambia kwamba unajua Abagusi Global Radio we have what we call live streaming. Naam. Kuna wale walikuwa wananiambia kwamba Abagusi Global Radio actually kuna zile picha ambazo tunasema kama photoshoot. Kuna zile picha ambazo tulikuwa tunasema kupiga picha ama kufanya. Naam, kupiga picha. We do what we call photoshoot. Sasa kuna wale ambao walikuwa wamepigwa picha last week na nikafanya makosa nikazipost. Sasa watu wengi wananiambia, Fidel, how can I access Abagusi Global Radio for photoshoot? Nitafanyaje? Ananyi nami mnisaidie kwa ku live stream kanisa yangu. Nitafanyaje mnisaidie kwa stream mazishi? Nitafanyaje mnisaidie kwa stream birthday yangu? Nitafanyaje? Nikidhani utawaelekeza. Naam, vile vile nikianza mambo na live stream, we offer live stream and free photoshoot. Ikiwa unataka kazi yako, pengine ulikuwa na hafla, unataka tufanyie huduma ya live streaming, tunakufanyia live stream plus photoshoot free. Hii inakuja kwa package moja. Kwa hivyo hiyo ni service yenye iko sasa hivi. Ikiwa uko na hayo, tuite moja kwa moja ili uweze kufurahia kazi yetu. Vile vile ikiwa unataka mambo kupigwa picha, vile vile uko na hafla unataka picha, pia uweza kutufikia kwa kazi nzuri zaidi na katika ama kwa fedha nafuu ama tunasema bei nafuu zaidi. Tufikia Abagusi Global Radio. Weza piga simu moja kwa moja uweze kuzungumza nasi 0713745447 0713745447. Weza kutupigia ili tuweze kuongea moja kwa moja ili tuweze kupatia huduma hiyo. Hadi siku nyingine sana, wakati kama wa leo, niite Edwin Mukaya. Hey, what's up everyone? My name's Alfax Nyibuto. This is Abagusi Global Radio 2021. We are here and we are going round and about. Video, photo, audio, anything it is in the media field, Abagusi Global Radio. You already see us. We are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here. Anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya, you call us, Abagusi Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo, call us 214-489-5885. Abagusi Global Radio. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale.